YouTube. Sasa nataka kwenda shule hiyo. Yaani mtu anacheza namba 10, huyo anacheza sisi namba 7, 11, atakwambia tu anakuweka benchi namba 10. Sasa hiyo bahati mbaya inawezekana kutumia maneno mazito, lakini hiyo inahitaji kwenda shule. Na nyie vipaza sauti vyenu hivi vyote ni Mungu amewapa kwa kusema ukweli. Yaani nyinyi mnashinda kuandika tu ukweli. Huyu akwacha namba 10, huyu akwacha namba 11, mnashinda kusema huo ukweli Deus. Hata hiyo mwanamke anaanza kushika fimbo na kuchapa Deus kusema ukweli. Sasa mbona vitu tofauti? Namba zinaongea lakini. Brother, namba zinaongea lakini ni chronic injury. Kwa mfano hata alikuja yule nani yule kutoka Mombasa, alikuja pale. Mwaka nizungumza, tukasema huyu mchezaji kulingana na historia yake, huyu ni chronic injury. Huyu ana majeraha ya kudumu. Hata huyu amekuja ana majeraha ya kudumu. Wewe unaona wapi duniani mchezaji yuko free, ana timu hapo sasa awe mchezaji mzuri? Umeona wapi duniani? Yaani hii dunia hii ambayo tunaishi sisi, ambayo tuna kila siku mchezaji eti bora hana timu. Umeona wapi duniani? Mtaje mchezaji hata mmoja. Watu wanaenda kuvunja mikataba ngune timu, watu wanaenda kuchukua wachezaji wakubwa wanavunja mikataba. Wewe unakuwa zoazoa alafu unataka kushindana na timu kubwa. Unajua muda mwingine mnajitumia dhambi za bure ambazo zina maana yoyote. Hawafanyi usajili, wanafanya okota kama kaida yao. Na hiyo sasa ni desturi yao. Wewe jiulize, hao wana kikosi. Mwaka jana kikosi chao kile ambao wameenda kwenye kombe la Luza, si ndio? Wamebaki wangapi? Wakafika finali. Yes, wamebaki wangapi? Taja uko wamebaki wangapi? Kama 5. Watano, watatu katika kikosi. Watatu tu kwenye kikosi cha kwanza. Yes. Sawa. Si ndio? Lakini vile vile hebu jiuliza katika mwaka jana kikosi chao makapteni wao watatu wote, kuna hata mmoja aliyobaki? Kipindi ambacho alikuwa na Mwata Shabalala tunaambia huyo replacement ambao anakuja ana uwezo kuliko Shabalala. Tuliwaambia huyo ametoka Nouma au replacement ana uwezo kuliko Nouma. Tuliwaambia anaondoka Afonso Malone, anaenda anakuja beki ana uwezo kuliko huyo. Anaondoka Ngoma katikati, nyinyi mnaleta hao na uwezo kuliko hao. Tuliwaambia. Hao tukwambia. Leo kinachotokea ni nini? Si ndio wanafumua tu. Kwa muda mwingine lazima mtoe kitu anachokisema. Kwa hao wanafanya nini? Makosa. Lakini nataka jiulize. Zamani watu walikuwa wanaamini kiwanda cha wachezaji katika ligi za Zanzibar ni Rwanda. Uongo kweli? Ndio. Au tutadanganyana hapa? Miaka 5 years ago. Uongo kweli? Watu wakaenda Rwanda kuchukua wachezaji. Unaelewa, wanaleta hapa Bongo lakini wanafeli. Leo hii wao wanaamini Rwanda kuna wachezaji bora wanaleta tena. Yaani kuna vitu vingine unajiuliza, wako serious au natania? Yaani watu wanaleta mijitu ambayo ameshindikana kwa ajili ya kuheshimisha ligi kuu na mpira na Afrika kwa ujumla. Sisi kinachotuuma ni kwa sababu tumepigania vilabu vinne viende kwenye mashindano ya kimataifa. Sio? Sio? Vilabu vinne. Umeona Singida anajitahidi anapata pointi, hasa anajitahidi anapata pointi. Yes, sisi wakubwa tunapata pointi. Timu ambazo tunazipigania zingine wako wae. Wanagawa utamu tu brother. Wana pointi 0. Yaani wanashindwa kupambana hata kuamini kwa kuna mwanaume Yanga Sports Club wamepigana kwa ajili ya vilabu vinne viende. Basi huyu tumsaidie huu mzigo mwakani. Sio? Asiwe peke yake na sisi, lakini ndio timu napigwa nyumbani ugenini anageuzwa tu mwanangu. Kama samaki apigwa bara na pwani. Sasa hiyo mambo sisi kama wakubwa inatuuma. Natamani mwakani tubebe vilabu vingine ambavyo kama Azam au Singida na mwingine. Hili kwa sababu tuweze kuzuia zile pointi zetu. Yanga peke yake hawezi kuzuia hizo pointi kwa sababu sisi ni wakubwa, kuna muda tutatoka. Kama tumeanza kuwabeba mashindano ya kimataifa ndani ya miaka 5 mfululizo. Mnaenda kimataifa sio bingwa, Yanga ni bingwa, mgongo wa Yanga unaenda kabingwa, unaenda shirikisho, alafu leo unaenda kugawa utamu na sisi tunakaa kimya. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa tunasema kwa sisi kama wakubwa inapaswa hawa vitimu vidogo vielewe kuwa mkubwa Yanga Sports Club anapopigania vilabu vinne, nyie mjikaze. Mnajikazaje? Tafuteni wachezaji African class players, wachezaji wakubwa kuongeza thamani ya klabu yenu, kuongeza thamani ya ligi kuu Tanzania bara. Leo ligi kuu inaje nafasi ngapi? Nafasi ya 6. Kwa nafasi ngapi? Si 4. Tukopo ya 4. Au mshasahau nyote watu? Tukopo nafasi ya 4. Kwa sababu kuna timu inafungwa ovyo, inashusha thamani ya ligi yetu. Sasa Yanga anashinda peke yake, timu nyingine afungwa, maana yake zile point wakichukua inashuka, ndugu yangu, ligi yetu. Kwa sisi tunapambana, lakini kuna huku ambao ni viladha wanashusha thamani ya ligi yetu. Kwa sisi inapaswa, ni lazima tuambie ukweli na ukubwa wetu.
ni lazima tupambane Derrick. Mungu abariki sana Derrick bwana. Malizia tu ndugu yangu, hauwaoni wakitoboa kuelekea nafasi inayofuata? Sikiliza. Hata pointi moja hawapati. Sio kutoboa, hata pointi moja hawapati. Hawajajiandaa. Hata alama moja. Derrick hawajajiandaa. Derrick unakabingwa. Sasa hajajiandaa kwa ajili ya kabingwa. Humuoni kumfunga experience hapa? Hajajiandaa kumfunga mkubwa. Experience wale wameshuka kwa ubora. Wachezaji kiplayer 5 wa kucheza katika mechi ya kwao. Wamekuja kabla ya wao. Hujaona hiyo mechi? Wamekuja saa 4, wao wamekuja saa 11 asubuhi. Hawa watu wanajiandaa, experience wako nafasi ya pili na pointi 5. Wewe una pointi 0. Hapa umepigwa na Petro Atletico wa bovu nyumbani. Sio? Yaani Yanga ngaona kundi lile. Kashapiga watu home and away. Wote wale. Home and away. Angekuwa Yanga ndio bora kundi lile. Yale Stade Malien piga nyumbani na ugenini. Huyu Petro Atletico nyumbani na ugenini. Wewe Space nyumbani na ugenini. Kama wewe unakufunga mara 6 mfululizo hawa viande na unafanyaje? Kama yeye napiga mara 6 nageuza huku nageuza huku. Yaani napiga huku napiga huku. Yeye unamfanyaje? Hao utafanyaje? Wanamfunga kwa tabu mwalimu. Wanafunga kwa tabu. Kwa timu ile. Sasa ile timu ile kama ashindana na Mtibwa wanapaki basi. Yaani kwa Mtibwa tu unapaki basi. Ndio utakutana na muziki huu wa kina Okelo. Hao unakutana na muziki wa kina sio mbali lakini. Wazee watamani ifike mwezi. Yaani wao wanatamani mwezi ubaki huu wa kwanza. Waambie leo ni tarehe ngapi? 28. Si ndio? Zimebaki siku mkabia siku 2, siku 3 ziende mwezi wangapi? Wapi? Mwezi unavyokaribia na unavyojichelewesha. Sio wameanza wapigwa 3 hao. Mwezi wa 3 anaanza kutoa dozi ya 4. Mwezi wa 5 5, wa 3 5. Kwa akichelewesha tu wanaweza kupata mkono. Ndio. Yaani huruma yao watakiwa wasogeze juu. Huu mzigo